Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati tena mwingine wa kujifunza neno la Mungu kupitia Rhapsody ya Uhakika, na somo letu linasema usiombe rehema, ichukue. Na moja kwa moja nitasoma mstari wa Petro wa kwanza 2 mstari wa 9 mpaka ule wa 10, na unasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Ukiangalia huo mstari unatuambia sasa tumepata rehema. Ndio maana kichwa chetu cha somo kinasema usiombe rehema, ichukue. Haleluya. Pia ningependa nisome kitabu cha Marko 10:46 mpaka ule mstari wa 52. Inasimulia tukio la ajabu la kuponywa kwa kipofu aliyekuwa anaitwa Bartimayo. Siku moja Bwana Yesu na wanafunzi wake walikuwa wakitoka katika mji wa Yeriko. Bartimayo alikuwa ameketi kando ya barabara akiomba. Aliposikia kwamba Yesu wa Nazareth anapita, alianza kupiga kelele, Yesu mwana wa Adamu, unirehemu. Watu wengi walikuwa karibu naye, walikuwa karibu naye wakimkemea, wakimwambia anyamaze. Lakini Bartimayo akapaza sauti zaidi, mwana wa Daudi, nihurumie. Yesu alisimama na kumwita Bartimayo aje kwake. Bartimayo akatupa koti lake, akaruka na kumkaribia Yesu. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Haleluya. Yule kipofu akajibu, Rabi, nataka kuona. Akisukumwa na imani ya Bartimayo, Yesu akasema, nenda, imani yako imekuponya. Mara Bartimayo akapata kuona, alimsihi Bwana amhurumie, na alileta matokeo. Lakini tofauti hapo sasa, sehemu ya kusikiliza zaidi, tofauti ya Bartimayo leo, ikiwa tofauti kati ya sisi na Bartimayo, kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Huna haja ya kulia, kuomba au kumsihi Bwana kwa rehema. Umepata rehema. Haleluya. Kumbuka yale aliyosoma katika andiko letu la ufunguzi. Katika Kristo rehema nyingi zimetolewa kwetu. Hata hujafikiria kuomba. Na ikiwa umewahi kuhisi kuwa unahitaji rehema yake kwa chochote, tutasoma Waibrania 4 mstari wa 16, na inasema hivi, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tuchukue rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Haleluya. Ni ukweli wa ajabu. Kwa nini hatuambiwi kuomba rehema? Tumeambiwa tuchukue. Tayari imetolewa kwetu katika Kristo. Tunachukua tu kile tulichopewa. Hivyo leo unataka rehema kiasi gani? Jiulize hilo swali. Unahitaji neema kiasi gani? Na unahitaji kwa ajili ya nini? Huna haja ya kuomba, chukua tu. Haleluya. Hii ni ajabu kwa sababu inatuonyesha ukarimu wa utoaji wa Mungu. Alitupa rehema kwa neema kabla hata hatujapata akili ya kuiomba. Tunapohitaji kupata tunapohitaji kufanya ni kupokea kwa ujasiri na kwa uhodari. Hii wiki yote hii unataka kufanya nini katika maisha yako? Nini ambacho unachotaka kufanya? Neno la Mungu limeshatuambia
chukua neema, ichukue neema. Si ya kutendea kazi, ichukue. Sisi ambao tumezaliwa mara ya pili na viumbe vipya ndani ya Kristo, tunaambiwa katika Ibrania, ichukue hiyo neema, na neema itaanza kufanya kazi kwako. Haleluya. Nitakuona tena wiki ijayo na utenzi wa uhakika, Rhapsody ya uhakika. Asanteni.